Unaona, nilifika pale kuangalia show ya Diamond. Sikutegemea kama mwenzangu labda angekataa kuichukua ile pesa, kwa sababu mimi nakumbuka kipindi cha mapenzi yetu, mimi nilifall in love na Nasib. Sawa, na ndio maana mimi waga simrefer kama Diamond, napendaga kumuita Nasib kwa sababu I did not fall in love with Diamond. Lakini while I was in love with Nasib, I got to know Diamond. Okay, na nika get to know kwamba yeah, he is good in his music, he is really nice. Na nikamsupport katika muziki wake. So, I was done with Nasib. So, I nearly break up na Nasib, na tukawa tuko done, hatukuwa tuko in love anymore. Lakini, I still supported Diamond. Okay, so I got there kwenye show kumsupport Diamond. Nimefika pale as a fan, sijafika pale kama girlfriend wake. Unaona, kwa sababu that was a show ambayo inaitwa Diamonds Are Forever. It wasn't Nasib Forever. It wasn't like that. So I got there kama shabiki wake, kama wote watu wote waliofika pale. I was just one among them. So I don't know, na nilivyoamka kwenye siti yangu kwenda kumtunza, I did that as a fan. Sijafanya vile kama mwanamume wangu, na sijafanya vile kama maybe whatever, but then I did it as a fan, so I don't know. It was really nice kwa ambacho ulikifanya. Zo jamaa akupokea zile pesa. Na pale ambapo walikuwa nasema nani amenuna, watoto wakasema Wema. Lakini cha kushangaza ambacho niliamini kwamba Tasco she is really strong, ni uliinuka na ukaanza kucheza na wale dancers wake. Yeah, like I said, yani me I don't have sina hard feelings. I don't hold grudges against anybody. I'm cool with everything. So it's kwa sababu wewe kwenye mapenzi ulikuwa unampenda Nasib, baadaye ukawa fan wa Diamond, ndio maana yake. Ili kudisappoint kidogo kama fan wako, yani mtu ambaye unamshabikia hivi alafu kama kakutosa hivi kupokea kwanza kwa namna moja ama nyingine? Well, kusema ukweli, I was really disappointed with him kwa sababu I did not expect him to do such a thing, lakini ndio hivyo imeshatokea, we cannot do anything about it. But then just heads up, next time ikitokea kitu kama hicho, not only to me, kwa mtu yoyote, hata kwa mtu ambaye maybe yuko naye or whatever, ikitokea kwamba inatokea situation kama ile, asifanye vile. We shouldn't like hold grudges against each other. Kuna story iko behind the scene ya kutoka Diamond anatoka home mpaka kwenda Mlimani City kwenye hiyo show. What's the story behind kabla ya kuondoka pale kwenda kwenye ukumbi? Kabla ya nini? Ya Diamond kuondoka nyumbani kwenda Mlimani City. Kuna story yote behind the scene? No, I don't know anything about anything. Yani sijui kwanza naongea kitu gani. As in yani kama ungefunguka kidogo hivi. Alafu kama kuna story zinasema kwamba Wema alienda nyumbani kwa kina Diamond ili waweze kujipanga waondoke wote kwenda kwenye show. Why would I want to go nyumbani kwa kina Diamond nijipange niondoke naye kwenda kwenye show na wakati I'm not even with Diamond? Oh yeah. Kwa hiyo kitu haipo. Haipo. So if watu wanaongea tu. Basi ishakuwa wazi na tayari wamejua. Lakini kuna watu baadhi walikuwa wanajua kwamba Wema alienda kwa kina Diamond akamnunia sijui ya kutaka kwenda naye, ndio maana ukakasirika, ukupenda kupiga picha pale kwenye ile red carpet na vitu kama hizo. Sikupenda kupiga picha. I was there, my pictures are all over the house. I mean, come on. Nimepitia kwenye mtandao, unajua ukiwa kwenye media, hata kama upo kwenye media inabidi ufuatilie vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea. Nimeona pictures za Wema akiwa kwenye red carpet na ile gown yake ya blue. Nimeona pictures za Diamond akiwa kwenye red carpet na mama wake pamoja na Jokate. Katika story ambazo zilikuwa zinaendelea katika mitandao ya jamii na mitandao mingine, hizi ni blogs na nini ambazo ziko sasa hivi, ni kwamba kutoka nyumbani, labda nimweke wazi Adam, na mimi sina uhakika ile swali hizi story kwamba kutoka nyumbani Diamond anapotoka na mamake, alikuwa kwenye ile gari nyeusi ambayo alikuwa amekuja nayo, ilikuwa ni Diamond alafu alikuwa na mamake, alafu alikuwepo na Jokate kwenye ile gari. Lakini kufika pale mlangoni ni kwamba Diamond alishuka na mamake 10 minutes after ndio akashuka mwanadada Jokate. Hiyo ndio story ambayo iliyoko kwenye mitandao. Ila ila what? So wakati Petra anaifikiria hiyo ila itoe vipi, ni kwamba shirika la umeme Tanzania TANESCO